Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, ni wakati mwingine Bwana ametupa kibali tena. Ninakukaribisha katika somo la kesha la asubuhi tarehe 21 mwezi wa 4 2025 lenye kichwa kinachosema neno la Mungu ni ulinzi wetu. Na fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20, nayo inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba muumba mbingu na nchi, wana wako tupo mbele zako, tutakase roho zetu sawasawa na mapenzi yako. Ongea na mioyo yetu katika muda na saa hii, tukapate kutenda yaliyo mema. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Neno letu la kuchunga lapaswa kuwa, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tunayo Biblia iliyojaa ukweli wa thamani kuu. Ina maarifa ya Alfa na Omega, maandiko yaliyotolewa kwa uvuvio wa Mungu. Tukiangalia katika fungu la Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17, yafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ichukue Biblia kuwa kitabu chako cha kujifunza. Wote wanaweza kuelewa maagizo yake. Yesu anaita watu wake kuliamini na kuliishi neno lake. Wale wanaolipokea na kulichukua neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila utendaji wao, ya kila sifa ya tabia, watazidi kuimarika katika nguvu ya Mungu. Itaonekana kuwa imani yao ni ya asili ya mbinguni. Hawataweza kutangatanga katika njia za ajabu. Akili zao hazitageukia dini ya hisia na msisimko. Mbele ya malaika na mbele ya wanadamu, watasimama kama wale walio na tabia za Kikristo zilizo imara na thabiti. Katika chentezo cha dhahabu cha ukweli, kama ilivyowasilishwa katika mafundisho ya Yesu, tunacho kile ambacho kitasadikisha na kuongoa roho. Hubiri katika usahili wa Yesu, kweli ambazo alikuja hapa duniani ili kuzihubiri, na kisha nguvu ya ujumbe wako itafanya watu kuihisi. Usitetee nadharia na kanuni ambazo kamwe Yesu hakuzitaja na ambazo hazina msingi katika Biblia. Tunazo kweli kuu na zenye thamani kwa ajili ya watu. Imeandikwa, ni kanuni ambayo inapaswa kuwasilishwa kwa kila roho. Hebu na tuliende neno la Mungu kwa ajili ya kupata mwongozo. Hebu tutafute kupata. Bwana asema hivi, tumechoshwa na mbinu za wanadamu. Mtu aliyefundishwa tu katika sayansi ya kidunia atashindwa kuyaelewa mambo ya Mungu. Lakini mtu huyo huyo akiongolewa na kutakaswa ataiona nguvu ya Mungu kwenye neno. Ni akili na moyo tu uliosafishwa kwa utakaso wa roho unaweza kutambua mambo ya mbinguni. Katika jina la Bwana, ninawatakia mwamke na kutekeleza majukumu yenu. Hebu mioyo yenu iwekwe chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu, na itafanywa kuwa nyepesi kupokea mafundisho ya neno. Kisha utaweza kutambua mambo ya Mungu kwa kina. Hebu na walete watu wake chini ya mguso wa kina wa Roho wake. Hebu na awaamshe ili waone hatari yao na kujiandaa kwa kile kinachoijia dunia. Maswali yanapoibuka ambayo hatuyaelewi, hebu na tuulize, je, yasemaje maandiko?
Hebu wale wanaotamani kupata kitu kipya waombe kwa ajili ya upya ule wa uzima unaotokana na kuzaliwa upya. Hebu na wazitakase nafsi zao na kuutii ukweli na kutenda kwa kukubaliana na maagizo ambayo Yesu alitoa. Bwana wa mbinguni awe pamoja na